Inawezekana ukawa ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakipambana na tatizo la simu kujaa, na muda mwingi unaambiwa labda ufute app zako za muhimu au ufute mafaili ya baadhi. Sasa katika video hii nitaenda kukuonyesha namna ya kuhakikisha simu yako ina storage kubwa na bila kufuta app yako yote au file lolote. Sasa kabla tujaendelea na video, ili uweze kuwa unapata info za tech kama hizi hapa, hakikisha umesubscribe, like, umewasha alama ya kengele ili pale nitakapokuwa na post video mpya uweze kupata notifications za hizo video. Pia usisahau kushare. Na kuna channel yetu ya Telegram pia ni muhimu, wana post vitu vya msingi sana. WhatsApp channel link zake zitakuwa chini kwenye description. Hivyo basi, let's go to the video. Kwenye hii video tuone namna gani unaweza kuongeza storage kwenye simu yako bila kufuta application yoyote ambayo unaona ni ya muhimu kwenye simu yako. Hatua ya kwanza, utatakiwa uangalie storage usage au matumizi ya nafasi kwenye simu yako. Hapa tunaweza kutumia application ya Files by Google. Hii ni simple sana na imerahisishwa. Kwa utaingia Play Store, uta search Files by Google. Application hii hapa, open. Kisha open, hii ndio itakusaidia uweze kujua ni sehemu gani data ina storage inatumika sana. Mfano hapa inaonyesha kwenye downloads na nimetumia MB 93, kwenye picha tu nimetumia GB 1.6, kwenye video nimetumia GB 1.9, kwenye audio tu nimetumia MB 87. So hapa utakuwa unaona ni matumizi yako ya umetumia kiasi gani. Mfano hapo kwenye SD card nimeonyesha kwa na MB 174 ambazo ndio free, hazijatumika. Internal storage na GB 59 free. So nice, hapo mtakuwa umeweza kuona. Lakini pia Google by Files by Google ina kazi nyingi tofauti na hiyo. Pia unaweza ukaitumia kama scanner, kama unaweza kuona hapo kwa scan chochote na ikakuletea taarifa. Hapa nimekuja tu kuiongelea kwa matumizi ya kuangalia storage. Then hatua ya pili ni kutumia micro SD card. Micro SD card ni kama sasa na memory card. Mfano hapa mimi ninayo tayari SD card. Hii itakusaidia uweze unahamisha vitu vyako kutoka kwenye simu kuvipeleka kwenye SD card, maana simu ndio kitu cha muhimu ambacho hutaki kufikia stage ambayo simu yako inakuwa inaganda au haiwezi kufanya vitu. So sometimes unatakiwa na kadi yako pembeni, either flash au kwa simu ni SD card, na ukao unahamisha vitu vyako kule ili uweze kupata vitu vingine. So hatua ya tatu ni kutumia cloud storage. Hizi cloud storage nitakuonyesha baadhi ambazo zimeshaletwa na Google yenyewe na ni nzuri kutumia na pia ni free. So cloud storage ya kwanza ni Google Photos. Hii application wengi mnaijua na mnayo, moja kati ya best sana. Utaifungua na ni nzuri. So utakachokuwa unakifanya, utakuwa una upload picha zako pamoja na video. Kisha ukishazi upload kwenye simu yako unazifuta. Hii hapa itakusaidia kwanza, hata kama ukipoteza simu, taarifa zako, vitu vyako vyote utaweza kuvikuta huko. Hata iweje video zako, contact. Yani hii ni nzuri sana kwa mtu ambaye utapoteza simu au taarifa zako ukaanza tena kuzitafuta. Kuona kusisitiza wewe una hiyo tabia mara kwa mara kwa upload vitu vyako, maana uwezi jua. So ili uweze kuruhusu faili zako, cha kwanza lazima uwe na email. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo unatakiwa kuzingatia. Kwa hiyo utasign up na email, kisha utakuja hapa sehemu ya profile hapa.
uta click, kisha utakuja hapa kwenye sehemu ya turn on backup. Ndio kuja hapa turn on backup. Baada hapo hizi video zangu zote hapa zitaanza kujiupload huku, ambazo hizi nimesha zirecord, zitajiupload zote. Nikishamaliza kujiupload kwa hapa, naona haziwezi kujiupload zote, kwa nyingine ni kubwa. So zikishajiupload zote hapa, zikishaisha utakuja kuletea option ya ku clean. Naona hapa chini kuna sehemu ya free up space on this device. So ukisha upload zote kwenye simu yako, ndio utakuja sasa ku free up space hapa. Au kama nje itakushinda, utaenda kufuta video zako zote ambazo zipo kwenye simu, maana zote zitakuwa zishaingia. Nimesema ukishahakikisha zote umeshaziona kwenye Google Photos zitakuwa uploaded. Hapo naona kuna history ambayo hapa MB ambazo nitakia ni free up space. Kwa hiyo utakachokifanya ni uta click tu free up space. Baada hapo itafuta, itaerase. Kwa hakikisha zote zimesha upload huko kwenye Google Photos. Tunaenda kwenye cloud storage ya pili. Cloud storage ya pili ni Google Drive. Google Drive kazi yake nini? Kwenye upande wa Google Photos uweze kuupload vitu kama documents, kitu impossible. Sasa hii Google Drive itakusaidia uweze kuupload kama ni applications, kama ni documents, kama ni videos kubwa. So hivi ni Google Drive na Google Photos ni vitu ambavyo vinategemeana. Google Drive itakusaidia uweze kuupload documents zako, video kubwa, applications. While Google Photos yenyewe imekuwa specified upande wa picture na video. So hapo kwenye Google Drive ndo una uwanja mkubwa wa kuupload vitu vingi zaidi. So hii ni cloud storage ya pili. Then njia ya tatu ambayo tutaenda, mfano hapo kwenye Google Drive unataka uadd chochote, utakuja sehemu ya jumlisha, then uta click hapa upload, kisha utachagua file lako lolote ile ambalo nataka re-upload. Hadi hapo itakuwa ishaanza ku-upload. Unaona hapa kuna ina option nyingi sana. Unaweza hapo ukafungua Google Docs kama kwenye application, kwenye app zako umesha download. So hizi ni moja kati ya njia ambazo zitakusaidia uweze kuhifadhi vitu vyako. Sasa tunaenda kwenye njia ya tatu ambayo utakuwa delete application, una clear cache kwenye simu yako. Then ya pili nikaongelea Google Drive ambao utaweza kuupload application, documents na vitu mbalimbali. Then ya tatu ndo nikaja kwenye njia ya ku clear cache. So kama utakuwa na uwezo kila siku kujoin, maana cache wana generate kila siku kwenye application. Kwa hatua ni hizo, nakuja una select application, kisha select, unakuja upande wa storage, then una clear cache. So cha muhimu ni kwamba usahau kusubscribe, like, kushare na kudondosha comments ili tuweze kujua ni jambo gani au ni kitu gani kinakusumbua hasa upande wa simu, tuweze kufundisha. Na pia washa alama ya kengele ili nikipost video mpya uweze kuipata kwa wakati.